Haleluya, mwana wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe sana. Tunamshukuru kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kupata nafasi ya kusikia neno lake. Sasa tutashare kidogo kuhusu chanzo cha imani. Chanzo cha imani. Chanzo cha imani ni nini? Au tunaweza tukasema imani ni nini? Kwenye kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa kwanza, Biblia inasema imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Haleluya. Ni mambo yasiyoonekana. Maanake tunaamini yale mambo ambayo hayaonekani. Maana imani, mambo yakionekana sio imani. Ila tunaamini vitu ambavyo havionekani kabisa, lakini tunaamini hivyo vitu tunavyo. So kwenye kitabu cha Warumi 10 mstari ule wa 17, Biblia inasema basi imani chanzo chake ni kusikia. So imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo kama chanzo chake ni kusikia, maanake kiini chake ni kusikia. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo unasikia, ndivyo imani yako inajengeka. Ndiko kuamini mambo yasiyoonekana kunajengeka ndani yako. Kwa hiyo inategemea mtu anasikia nini. Kile ambacho anakisikia ndicho kinachojenga imani yake. Lakini hapa ninataka nikuambie chanzo kizuri cha kusikia. Maanake kuna chanzo kibaya na kuna chanzo kizuri. Hivi vyanzo vyote ukivisikia, imani inajengeka. Kwa ukiwa na chanzo kibaya, imani mbaya itajengeka. Na ukiwa na chanzo kizuri, maana yake imani nzuri itajengeka. Kwa hiyo inadepend na wewe nini ambacho unasikia. Nini ambacho unalisha nafsi yako. Kwa kile ambacho unalisha nafsi yako ndicho kitajengeka, ndicho kitajidhihirisha kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo inategemea na kile ambacho unasikia. Kwa mimi nakupa chanzo kizuri cha kusikia. Kwa hiyo hicho chanzo kizuri cha kusikia kitakusaidia wewe kukujenga. Kitakusaidia kukujenga kwenye nini? Kwenye engo mbalimbali za maisha. Kuamini vitu ambavyo haviwezekani, yani hivyo vitu vinawezekana. So unaweza kuona hili jambo haliwezekani kabisa. Ukicheki hivi katika ulimwengu wa damu na nyama, haiwezekani. Lakini kwa sababu una chanzo kizuri cha kusikia, hilo jambo linawezekana. Inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu umejenga chanzo kizuri cha kusikia. Kwa hiyo inadependi nini unasikiliza, nini unasikia. Na hapa inaendelea nasema kwamba
na kusikia uja kwa neno la Kristo. Kumbe chanzo kizuri cha kusikia ni neno la Kristo. Manake kadri ambavyo unasikiliza au unasikia neno la Kristo, ndivyo imani yako inavyokuwa strong. Ndivyo stability au uwezo wa kuamini vitu au mambo ambayo hayawezekani kana kwamba yanawezekana. Lakini hivyo vitu tunaviamini kwa sababu tumesikia chanzo kizuri cha neno la Mungu. Manake hali ya kusikia neno la Mungu, manake unaimarisha imani yako. Biblia inasema kwamba aliwaambia wanafunzi wake, ukiwa na chembe ya imani kama kiasi kidogo tu, kama mbegu ya haradali. So mbegu ya haradali ni ndogo kama kamchanga, waweza kuuambia mlima ung'oka, ukajitose baharini na ukaenda. Sasa pale alivyokuwa anazungumzia mlima, alikuwa azungumzii mlima wewe kama unavyojua wewe mlima, hii milima tunaiona. Milima aliyokuwa anazungumzia pale, aidha unaweza ukawa na shida fulani, unaweza ukawa na shida fulani, manake ndo mlima wako. Manake hiyo shida ni mlima, manake hiyo shida unaiambia toka, manake hiyo shida inatoka. So manake hayo ni mapepo mabaya yanavamia watu na kuanza kushambulia. Inashambulia fikra. Ikishambulia fikra, manake automatically wewe utaanza kuwaza tofauti. Kwa hiyo lazima tuwe na chanzo kizuri cha kusikia. Tunasikia nini? Tunasikiliza nini? Manake ndivyo unavyojengwa kwenye hiyo imani ambacho unakisikia. Biblia inasema kila sauti ina maana. Kwa kila unachokisikiliza kina maana. Kila sauti ambayo hata tu sauti ya ndege ina maana. Hiyo ndege analia swi swi, ina maana. Hakuna sauti filimbi ina maana. Kila sauti ina maana. Lakini hicho ambacho unakisikiliza, imani yako itajengeka kwenye hilo. So utakuwa strong kwenye hilo ambalo unalisikia. Manake wewe ukiwa na kawaida ya kusikia so mambo mema, wema wa Mungu, mema ya Mungu, manake imani yako itakujenga hiyo kwenye mema ya Mungu. So wewe ukiwa na tabia usikiza, ukiwa na tabia ya kuwasikiliza matajiri, manake imani yako itajengeka kwenye hiyo. Lakini ukiwa na tabia kuwasikiliza so wale watu ambao wanakatisha tamaa, sijui nini na nini, manake imani yako itajengeka. Kwa lazima utengeneze imani yako, uijenge katika mfumo wa kimungu, mfumo wa kiungu. Kwa sababu gani? Sisi wanadamu asili yetu ni ya kiungu. Chanzo chetu ni neno la Kristo. Chanzo chetu ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa Mungu. Neno ni Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kadri ambavyo unasikiliza neno la Mungu, ndivyo imani yako inajengeka. Kadri ambavyo unasikia tena na tena na tena na tena na tena na tena na tena kurudia tena na tena, ndivyo imani yako inajengeka. Ninakushukuru sana